Hali gani ndugu mtazamaji wa chaneli yetu ya UVMMPT, karibu katika kipindi chetu pendwa cha dakika 10 za yaliyojili, na mimi ni Ezra Kuhanda. Leo katika dakika 10 za yaliyojili tutaangazia kongamano letu la kwanza ambalo lilifanyika tarehe 11 ya mwezi Juni 2021 katika jimbo la Tabora, misheni ya Nzega. Hakika kongamano hili lilikuwa ni kongamano la baraka sana, ambalo lilihudhuriwa na mamia ya vijana waliotoka pande zote za Tanzania. Walimu katika kongamano hilo walikuwa ni wawili. Wa kwanza alikuwa ni askofu mkuu wa muungano wa makanisa ya Kipentekoste, Askofu Elieza Isaka Mazige. Mwalimu wa pili alikuwa ni katibu mkuu wa muungano wa makanisa ya Kipentekoste, Askofu Saridoni Kisinde. Katika kongamano hilo, mwalimu wetu wa kwanza, Askofu Elieza Isaka Mazige, alifundisha somo kuhusiana na elimu kwa vijana wote. Unaweza tukajifunza useremala, nayo ni elimu. Sema amina. Unaweza ukajifunza, kama ulichelewa na kwenda darasani, jifunza elimu hata ya useremala, nayo ni elimu. Unatengeneza furniture ambayo unatafuta nani ambaye unakwenda, unajua kwenda kufundishwa, uvumilie. Yuko kufundishwa ni viboko, unapewa vitu vigumu, landa yenyewe hujui kuinoa, wewe unakwenda anakupa ubao ulilande liwe safi, lakini hujanoa. Yeye fundi, yeye anajua kunoa, yeye akipitisha kwa kana kwa sasa tulikuwa tunabizia, wakati akiondoka unaiba ile ya kwako. Nasema lakini nanda yangu ni kuiba. Hapo umeiba kwa sababu hapa haikati kama ilivyo. Baada tunaanza kujifundisha na sisi. Kunoa ni hivi. Kunoa ni hivi. Nikitoka kwenye kunoa nanda, naanza kwenda kunoa kusumeni. Kusumeni nao nanda. Sasa huko ndio kila kitu kinakwenda. Mwisho inakuwa mjuzi. Baadaye inaitwa fundi. Sema amina. Amen. Askofu msaidizi wa misheni ya Nzega, mchungaji Silasi, alisimama na kumshukuru askofu kwa somo hilo ambalo alikuwa akilifundisha kwa vijana. Mimi ni washukuru viongozi wetu wa kitaifa kwa maono haya mazuri. Mungu awabariki viongozi wetu. Mmeona kitu chema, maana ulimwengu tulionao ni ulimwengu wa elimu, na sisi wa Pentekoste tumekuwa nyuma kwa miaka mingi kwenye hilo eneo la elimu. Wa Pentekoste wenzangu, hasa vijana, tuamke na kuchangamkia swala la elimu. Mwalimu wetu wa pili, Askofu Saridoni Kisinde, alisimama madhabahuni na kuwafundisha vijana kuhusiana na kujiwekea malengo. Lazima uwe na malengo ambayo umejiwekea, ndipo uweze kufanikiwa katika lile ambalo unalifanya, na usiongozwe na matukio. Maana matukio tulijitokea, unaanza kwenye utekelezaji. Likitokea, unaanza kwenye utekelezaji. Hata kama ulikuwa na fedha nyingi, kwamba hizi fedha nimelenga kwa ajili ya jambo fulani, lakini sasa hujapanga malengo ya kufanya hizo fedha, zitaiuka zote, utashangaa zimeishia wapi. Kwa nini? Hujaweka malengo. Kwa hiyo malengo ni muhimu sana. Lakini kwa kuwa hawana malengo vijana, kwa hawana malengo, kila kinachotokea anakwenda nacho. Sasa huyu hawezi kufika mbali, lakini kama ana fedha yake shilingi milioni 1, kama rafiki yangu nilimuuliza juzi jana, milioni 1. Sasa umeshaipata, unaanza kuwekea malengo. Hii milioni 1 ifanye hiki na hiki na hiki. Hali kadhalika mwalimu wetu wa pili aliuliza swali kuhusiana na maamuzi mabaya. Yako vipi? Maamuzi mabaya ambayo kijana anaweza akayaamua na kumpelekea sisi kwenye malengo yake hapo kwenye ndoto zake. Maamuzi mabaya ni kama ya mtu anafanya kazi mahali fulani, alafu anakutana changamoto. Anaamua kuacha kazi kwa sababu amekutana changamoto. Anaamua kuacha kazi wakati hajapata kazi. Maamuzi yasiyo sahihi
zungumzia hususan upande ambao tuliomwamini Yesu anaingia kwenye majaribu, anaomba kwamba Mungu amsaidie katika majaribu, lakini kwa sababu Mungu anasema yeye anajibu kwa majira na wakati wake. Sasa baada ya kutulia mtu yule ili kwamba asaidiwe na Mungu katika shida zake, anaamua kukatisha kwamba aende kwa waganga akasaidiwe. Kwa hiyo hayo ni maamuzi yasiyo sahihi kabisa. Unakuta mdada amevumilia muda mrefu, anahitaji kuolewa, lakini anaomba, anapata wachumba, ndio hivyo inashindikana. Mwisho wa siku anajiona kwamba umri wake umeenda, anaamua kukubali mtu yoyote yule anayemjia angalau azae naye apate mtoto. Kwa hiyo anajikuta amefanya maamuzi mabaya. Wakati mwingine angeweza kuvumilia, angeweza kupata mume aliye sahihi yake. Siku ya mwisho na siku ya maagano ambayo ilikuwa tarehe 14 ya mwezi Juni mwaka 2021, alisimama mlezi wa idara ya vijana Askofu Fidos Lilakoma na kuyasema haya. Naitwa mchungaji Fidos Lilakoma. Ni mchungaji kiongozi wa misheni ya Mbogwe, lakini pia ndiye askofu wa jimbo la Geita. Nilifikiri amina zingekuwa nyingi. Acheni roho mbaya. Sema tena amen. Na nilifikiri wazazi wangu wa Nzega pia wangefurahi kwamba wamezaa mchungaji alafu yuko mbali. Watu wa Nzega, haleluya. Lakini pia ndiye mlezi wa vijana kitaifa. Mungu awabariki sana. Hali kadhalika naibu katibu mkuu na mwenyeji wa mission alisimama na kuyasema haya. Bwana asifiwe jamani. Asifiwe Yesu tena. Sangudi Masanja Ngwesa ni mwenyeji wenu hapa. Naishi nyumba hiyo hapo. Yaani mimi sina haja ya gari, usafiri wa gari ni nzwa swi narudi. Hata nikisahau kitu naendea. Lakini hawa wenzangu wakisahau kitu kule watakikuta wakirudi. Naam, alimkaribisha mke wake kwa bashasha sana na kujitambulisha katika umati wa vijana na waumini wa jimbo la Tabora. Jamani, hatujapendeza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nawapenda. Mungu awabariki sana. Naitwa Catherine Patrick, Mrs. Yefta. Ni mama mwenye watoto 5. Tunaishi hapa, tunamtumikia Mungu mahali hapa. Kwa hiyo niwakaribishe wote ambao mlikuwepo mahali hapa, karibuni sana, na tunawakaribisha tena, karibuni na Mungu awabariki. Wabe jamayo. Teremka taratibu maamuzi yangu. Mke wa mtu. Mwenyekiti wa jimbo la Geita alitoa ahadi kwa muungano kulingana jinsi ambavyo askofu wetu mkuu alivyosema kwamba kuna mzunguko wa kitaifa unaofanyika kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya ufanikishaji wa makao makuu Dodoma. Vijana wa Geita, sisi nikiwa mwenyekiti wao nitalisimamia hili. Vijana wa Geita tushiriki kikamilifu kabisa katika swala hili. Litakapofika katika jimbo letu la Geita, tutatoa fungu. Naam, katika kongamano hilo ulifanyika uchaguzi wa viongozi wa idara ya vijana na kubarikiwa tarehe 14 ya mwezi Juni mwaka 2021. Uongozi na vijana wa jimbo la Geita
walitoa zawadi kwa walimu wote wawili ambao waliokuwa wakifundisha katika kongamano hilo na mlezi wao wa idara ya vijana taifa. Kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Tumefikia mwisho na tamati ya kipindi chetu hiki pendwa cha dakika 10 za yaliyojiri. Ulikuwa nami Ezra Kuhanda. Tukutane wakati mwingine.